Na hii ni sehemu ya 5, ukiwa ni mwendelezo wa simulizi yetu Siamini Kama Umeondoka. Tafadhali ungana nami. Baada ya swali lile sikupata jibu la moja kwa moja, lakini moyo wangu ulianza kunipa ishara ambazo sikuweza tena kuzipuuza. Kuanzia siku ile nikaanza kuona mambo madogo ambayo awali nilikuwa nayapita kimya kimya. Muda aliotumia kwenye simu ukaongezeka. Alipochukua simu alikuwa anageuka pembeni, na alipoandika ujumbe tabasamu lake lilikuwa la haraka, lakini lilikuwa halinikusudii mimi. Na kila nilipojaribu kumkaribia alihamia taratibu upande mwingine, kama mtu anayehamia kivulini bila kutaka aonekane. Nilijifunza kukaa kimya, si kwa sababu sikuwa na maswali, bali kwa sababu sikuwa tayari kusikia majibu yake. Asubuhi moja alichelewa kuamka. Hilo halikuwa jambo la kawaida kwake. Nilijiandaa kwenda kazini peke yangu. Nilivaa viatu polepole, nikifunga kamba zake taratibu, kama mtu anayejaribu kuchelewesha kitu asichotaka kukikabili. Nilipofika mlangoni, nilimsikia akizungumza kwa simu chumbani. Sauti ya chini, lakini sauti ya karibu. Nilisimama. Sikupanga kusikiliza, lakini masikio yangu yakasaliti moyo wangu. Usiwe na haraka, alisema kwa upole. Tutapata muda. Maneno yale yalinigonga kifua. Sikujua ni muda gani huo wala ni nani aliyekuwa upande wa pili wa simu, lakini nilijua kwa uhakika moja, sentensi ile haikuwa yangu. Nilishika mlango kwa nguvu, nikahisi mikono ikitetemeka. Nikafungua mlango na kutoka bila kuaga. Njiani jiji lilionekana tofauti. Kelele zake zilikuwa ni kali zaidi. Watu walionekana na haraka, na mimi nilihisi kama nimechelewa mahali, lakini sikujua ni wapi. Kazini siku ile nilifanya kazi kama roboti. Mwili ulikuwa pale, lakini akili ilikuwa nyumbani. Nilifanya makosa madogo madogo, lakini ndani nilikuwa nikijiuliza mara 100. Leo nimuulize au ninyamaze tena? Na je, nikijua ukweli nitaweza kuubeba? Jioni ilipofika, nilirudi nikiwa nimechoka zaidi ya kawaida, macho yakiwa mazito, moyo ukiwa mzito zaidi. Nilipofungua mlango, nilimkuta amekaa sebuleni, simu yake ikiwa mkononi, vidole vikikimbia juu ya skrini. Hakunitazama nilipoingia, hakuniuliza nilikotoka. Nilikaa kimya. Kimya kikatawala nyumba nzima. Kilikuwa kimya kilichokuwa kinapiga kelele masikioni. Baada ya muda mrefu, nikasema kwa sauti ndogo lakini nzito, Rehema. Nilimuita jina lake. Alinyanyua macho kwa mara ya kwanza siku ile, akanitazama moja kwa moja. Hakukuwa na tabasamu, hakukuwa na hasira. Kulikuwa na kitu katikati, kitu kilichonitisha zaidi. Alitika naam. Nikameza mate, maneno yakasita kutoka, lakini nilijua kama nisingesema sasa, nisingeendelea kabisa kupata ujasiri ndani ya nyumba yangu. Nilimwambia umebadilika, na sijui ni lini, sijui ni kwa nini, nahisi umebadilika. Alikaa kimya, hakujitetea, hakukanusha, hakuniambia nimekosea. Kimya chake kilinijibu zaidi kuliko maneno yoyote. Alisimama polepole akielekea dirishani, akatazama nje kwa muda mrefu, kisha akasema kwa sauti iliyotulia kupita kiasi, kuna vitu vingine vinakuja bila sisi kuvitarajia. Sentensi ile
ilinifanya nihisi baridi. Nilijua huo haukuwa mwisho wa mazungumzo, ulikuwa mwanzo wa kitu kigumu zaidi. Nilikaa pale bila kusema, nikahisi kama nyumba ile haikuwa yangu tena, na ndipo nikajiuliza kimoyomoyo swali ambalo sikuthubutu kulisema kwa sauti. Je, ukweli uko karibu kusemwa, au bado kuna jina ambalo likitajwa litanivunja kabisa? Hii ilikuwa ni sehemu ya 5 ya simulizi Siamini Kama Umeondoka. Usikose sehemu ya 6, sehemu ambayo mazungumzo hayatakuwepa tena. Jina litatajwa hadharani na ukweli utachagua upande, kama simulizi ilivyo. Kama simulizi hii imekugusa, like, comment na share ili na wengine waguse maisha. Sauti ni ya Kali JR na hii ni Cover Media. Kupitia simulizi tunagusa maisha.